Lengo na madhumuni la kuja hapa ni kuja kuzindua dawati la utoaji elimu kuhusu ugawaji wa shamba hili la Bombwera. Lakini hili zoezi linatoa kipaumbele, yani priority kwanza ni kwa wale ambao walioendeleza yale maeneo. Tutaanza baada ya kugawa hizo eka mbili, tutaona tumebakiza kiasi gani, na hapo pia kutakuwa kuna hekima nyingine ya kuwaongezea hao walioendeleza kwa kulipia zile $300,000 kwa heka moja. Hiyo hekima ikishakamilika, sasa kutakuwa kuna hekima nyingine ya kuwasaidia wale ambao waliombewa kwamba kuna vijana ambao kabisa hajawahi kumiliki ardhi. Hao tunaweza kuwafikiria ikiwa hawa walioendeleza maeneo tayari tumewakamilishia kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo jambo la msingi ni kutoa ushirikiano katika hili zoezi, kwa sababu kuna hatua inabidi zifanyike kabla ya ile hatua ya mwisho ya kugawa maeneo. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni hii ya leo tarehe 8, kuja kutambulisha au kuzindua ili dawati ambalo litakuwepo katika maeneo haya ya shamba hili la Bombwera. Kwa hivyo leo tunazindua kwa maana ya uwepo wa dawati ambao ni dawati la utoaji elimu kuhusu ugawaji wa haya maeneo. Kwa hivyo watakusikilizeni na ninyi pia mtatoa hekima zenu. Nimesema hapa kinachozungumziwa ni hekima, kwa sababu kama ni sheria, mlishapambana kisheria miaka na miaka, wamepita ma-DC zaidi ya 3 sijui. Kwa hiyo mmepambana sana kisheria. Washindi wameonekana, walioshindwa wameonekana. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni hekima tu. Kwa hiyo hekima ya kwanza leo ni uzinduzi wa hili dawati. Kwa hiyo leo tarehe 8 nalizindua kwamba watakuwepo wataalamu hapa wakishirikiana na uongozi wa kijiji na kata na wananchi walioendeleza na wasioendeleza hayo maeneo. Lakini tarehe 15 mwezi wa 6 kutakuwa kuna uratibu wa zoezi la ugawaji mashamba kwa viongozi wa vijiji husika na kuchakata majina yaliyowasilishwa. Wahusika watakuwa ni wataalamu wa ardhi, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata na serikali za vijiji. Hao watakuwa ni wahusika, lakini tunategemea ushirikiano kwa wananchi sasa, wale ambao wanamiliki au walioendeleza. Lugha nzuri, watu walioendeleza mashamba katika maeneo hayo. Lakini tarehe 17 kutakuwa kuna zoezi la kuchakata majina na kuyabandika kwenye mbao za matangazo. Kwa hivyo hii timu ambayo tumeiteua itaendelea kufanya hilo zoezi, lakini kwa kushirikiana na wananchi. Kwa hivyo mtatoa maoni yenu, ushauri wenu, ili mradi tufikie hatua sasa kila mwananchi afaidi, hata kama ni kipande kidogo, lakini ukifaidi ujue hata kama nikidondoka leo warithi wangu wanachukua kitu gani. Lakini tarehe 25 mwezi wa 6 dawati kwa wananchi kwa lengo la kuhakiki majina, kukusanya nyaraka za uthibitisho na kuwapa namba ya utambulisho. Maana yake hapa lazima tuhakikiane majina,
tujue nani anaenda kupewa, na kuna nyaraka muhimu kama za NIDA ili kuweka majina sawa. Kwa hivyo mtapewa maelekezo kwamba kitu gani uje nacho. Tarehe 1 mwezi wa 7 zoezi la ugawaji mashamba kwa wananchi waliohakikiwa litaanza kufanyika rasmi. Kwa hivyo wahusika watakuwa ni wataalamu wa ugawaji, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, serikali za vijiji, wananchi walengwa wa zoezi hili. Kwa hivyo kutokana na historia ya jambo hili, wake limeanzia muda mrefu sana hadi kufikia hatua hii, na kama nilivyosema mwanzo au awali, mmeminyana sana kwa mujibu wa sheria. Mmeenda mahakamani, mmeenda wapi, wamekuja viongozi mbalimbali, lakini jambo bado haliishi. Sasa tukasema tuje katika mfumo mwingine sasa huu wa hekima, na hekima yetu ndiyo imezalisha hii ratiba au mpango kazi wa namna ya kufikia hatima ya ugawaji wa haya mashamba na namna ambavyo watu mnaweza mkamiliki mashamba haya, lakini pia kujipatia haki ya kurithisha wale ambao wana haki kwa mujibu wa sheria kukurithi wewe, kwamba ifikia hatua tukidondoka basi ijulikane kwamba kipande hiki kinakwenda kwa watu wa namna gani. Sasa zoezi hili linaitwa ni zoezi shirikishi. Ni matarajio yangu kwamba serikali za vijiji watatoa ushirikiano, serikali za kata zitatoa ushirikiano, wananchi walioendeleza shughuli katika maeneo hayo ya mashamba nao pia ni walengwa mahususi ambao wanatakiwa watoe ushirikiano. Na nimesema zoezi hili halifanyiki kwa ugomvi. Leta maoni yako kwenye dawati. Mimi nadhani hatufanye 1, 2, 3, watachukua, wataleta, watu watachakata, ili mradi tufikie hatua wale ambao watakuwa wapo tayari kupokea vipande vyao basi waweze kukabidhiwa. Naitwa Rashidi Mbaraka Saidi kutoka kijiji cha Mianga, kata ya Bwembwera, wilaya ya Muheza. Leo tumepata ugeni katika maeneo haya ya mkuu wa wilaya kuja kufungua uzinduzi wa ugawaji wa ardhi katika mashamba haya ambayo yalifutiwa hati na Mheshimiwa marehemu Magufuli mwaka 2016. Katika uzinduzi huu, maneno aliyozungumza mkuu wa wilaya, kwa kweli wananchi tumeelewa kiasi kikubwa mno na tunayaunga mkono na tunaomba Mungu yawepo hivyo hivyo. Lakini maneno ya afisa ardhi mipango miji wilaya ya Muheza kwa kweli tumeshindwa kuyaelewa kabisa. Yaani tumeona kama ofisi mbili zinakinzana, kwamba mkuu wa wilaya yuko katika kile ambacho sisi tunakikubali, aidha kulipa Laki3 kwa eka 2 hizo ambazo zimezidi, au yani kuachiwa katika hayo maeneo yetu. Lakini kidogo afisa mipango miji wa wilaya ameenda tofauti na vile ambavyo sisi hatuoni kwamba ni sahihi, kwa sababu yeye anazungumzia kwamba tayari wameishagawa boksi za eka 2, lakini hamna sehemu ambayo iko wazi. Inamaanisha maeneo ambayo tayari wao wameishagawa za kwenda kutugaia sisi ni katika mashamba ya watu. Sasa hicho kitu ni kwamba ni kitu ambacho kitakuwa hakiwezekani, kwa sababu itakuwa ni uvunjifu wa amani. Siwezi mimi nikaondoka hapa Rashid nikenda nikakaa katika shamba la Hasani
ambalo tayari ameishaendeleza, alafu eti nikasema kwamba shamba hili mimi nimepewa na serikali, nikaendelea kuchuma nazi zake pamoja na machungwa yake. Kwa kweli wito wangu mimi naomba kwamba mpango ambao ufanyike ni ule ambao amezungumzia mkuu wa wilaya, lakini pia na mpango ambao tayari ulishajadiliwa huko nyuma kwamba si tutabaki katika maeneo yetu, tutapewa eka 2 bure na eka zilizolipa tutalipia Laki 3 zilizozidi kutoka katika eka 2. Na mpango huo ni kwamba tayari ulishazungumzwa na viongozi ambao wamepita na wakatuwekea mpaka matangazo kwamba tulipe 20,000 kwa ajili ya kuja kupimiwa, yani tuwekewe bikoni. Baada ya hapo tulipe Laki 3 kwa eka ambazo zitakuwa zimezidi kutoka katika eka 2. Ndio kitu ambacho tulikuwa tunakisubiri sisi, lakini pia tumeona mkuu wa wilaya kidogo kama ameenda katika hivyo ambavyo vilijadiliwa kipindi cha nyuma. Wananchi wamepiga makofi kwa sababu kwamba wale wawekezaji ambao sisi tulikuwa hatuwataki kwamba hawatakuwepo tena. Kwa hiyo wawekezaji tutakuwa wenyewe, ina maana sasa inahisi itakuwa ni ile ambayo ya kulipia eka 3 kwamba tunarudishiwa sisi wenyewe, tutoe Laki 3 tukabidhiwe maeneo yetu, tuendelee kufanya kazi, kuchapa kazi na watoto wetu, maisha endelee. Kwa hiyo hicho ndio maana wananchi walipiga makofi. Kwa hawakupiga makofi eti kwa sababu wamefurahishwa na masuala mengine. Masuala wanaotaka wao ni ardhi hii waimiliki wao. Hatutaki ardhi hii imiliki mtu mwingine.